katika mji wa Shushani, wafunge siku 3 kwa ajili yangu mimi, nikiangamia na niangamia. Maana yake alikuwa anabeba gharama yote, kama nakufa na kufa. Esther akakubali kuchukua gharama ya kufunga pamoja na wana wa Israeli wote, wakavaa magunia waomboleze kwa Bwana siku 3, hawali hawani. Kwa mara nyingi nikihubiriaka kwa habari ya Esther, mara nyingi wa mabinti wengi wanawaambia, kama ukubali kubeba gharama kwa sababu ya urembo wako, unapoteza muda kwenye ulimwengu. Nafasi ya kwanza lazima iwepo ni Mungu. Kumbuka Malkia alikuwa ni mrembo. Baba kwa miaka ile unaweza tukasema alikuwa na umbile zuri, kwa sababu mfalme kwa miaka ile anayesimama katikati ya taifa lazima ni yule ambaye anakuwa na umbile zuri, ana sauti nzuri, lakini pia ana uwezo wa kumshawishi mfalme. Kwa hiyo alikuwa na vigezo vyote vya kumfuata mfalme, akamwambia mfalme, ninaomba upindishe hii sheria, haiko sawa. Lakini alijua kabisa huyo mfalme ambaye anamfuata amefungwa katika ulimwengu wa kiroho, na ili kuvunja lazima nikubali gharama. Akakubali kukaa siku 3 hali anamlilia Mungu. Sasa Malkia alilia usiku na mchana. Mwambie dada aliyekuwa hapa, tufunge masaa 12. Utakufa nini? Mrembo ambaye alikuwa anakaa na mfalme usiku na mchana amekubali kukaa siku 3 hali yani. Mtumishi anaweza kabisa. Wewe huwezi, kwa nini? Unataka ufunge. Bwana asifiwe. Lazima ukubali gharama hiyo. Wakati muda mwingine inabidi ujitese tu, lazima. Kuna kauli moja mtumishi mmoja alisema, you must crucify your body in order to heal your spirit. Maana tunatakiwa usulubishe mwili kwa ajili ya kulisha roho yako. Esther akakubali, ni mrembo, akakubali kupoteza umbile kwa siku 3. Sasa wengine wanasema anakuhubiria kabisa, Esther aliomba, Esther alifunga siku 3. Na sisi tunataka tufunge. Mwambie tufunge. Saa 6 tu ishachoka. Haleluya. Lazima iwepo gharama. Alipoenda kwa mfalme, sikiliza, pia ujui maombi ya kufunga. Mtumishi wa Mungu anafungua mambo mengi. Biblia inasema hivi, kuna mambo hayatawezekana. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, kuna mambo hayatawezekana bali kwa kufunga na kuomba. Ndio maana baba huwa anatusisitiza siku ya Jumanne tunakuja hapa kuomba. Ni masaa 12 tu. Tuombe, tumlilie Mungu. Kuna mambo kwenye familia yako hayatawezekana, lazima ufunge. Kuna mambo hayatawezekana kwenye nchi yetu, bali lazima ufunge wewe. Hapo pengine utafunga wewe upopi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kama mmoja nikifikaga na vijana, hii sio ya kwangu. Ni nani? Kusoma neno ni kwa ajili yako, kufunga ni kwa ajili yako, maombi ni kwa ajili yako. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ambaye alituokoa, huyo ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili yetu sisi. Ninakuombea na wewe uweze kufunga, uweze kuomba, uweze kubeba gharama kama Yesu Kristo alivyofanya pale msalabani, kama Esther, ili na sisi tuweze kulibeba kanisa. Kanisa litawezekanika kwenda mbele pasipo gharama. Lazima iwepo gharama ili tuweze kwenda mbele. Na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu, kuanzia sasa na hata milele tuweze kuendelea mbele kwa kubeba gharama. Kuna gharama lazima ibebe, bali kuumia ni ndoa inakusumbua kweli, ni ndoa inatesa kweli. Lakini nafika wakati tunapiga kwa tunasema yes, na kulia maisha yanakuwa magumu. Na wakati tunapiga kwa tunamwambia yes, mimi najituma, mimi ninahangaika, lakini Yesu sioni mpenyo. Kwa jina la Yesu Kristo nakuombea, nataka kufunga. Kuna mambo mengine yanafunguka automatically. Wabeba maono siku zote wanakubali gharama. Amen. Sema yes. Nisaidie. Nibebe gharama. Sema yes. Nisaidie. Nibebe gharama. Kwa ajili ya kanisa langu. Nibebe maono. Kwa ajili ya kanisa langu. Angalia jirani yako, mwambie beba gharama. Mwambie beba gharama. Soma kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura 17. Utaona namna ambavyo Elia alimwomba Mungu mvua isinyeshe, na mvua ikunyeshe. Kitu ambacho kilichomfanya Elia asikilizwe. Kumbuka ya kwamba kulikuwa kuna takriban manabii wengine 7,000 Mungu alikuwa amewatenga. Kitu gani kilichomfanya Elia asikilizwe na Mungu? Alafu maombi ya watu wengine wasisikilizwe. Usifikiri kwamba wana manabii wengine walikuwa waombi Mungu, wakimwambia Mungu leta mvua. Mtu mmoja anaifanya mbingu yote imwangalie yeye. Bwana asifiwe. Amen. Mbingu yote inamtazama Pastor Greenwood. Mbingu yote inamtazama Xavier Mwankakini. Mbingu yote inamtazama Gray. Mbingu yote inamtazama Lambert. Kwa kiwango cha maombi na gharama ya mifungo. Yaani kuna wakati unafika sasa unaomba mpaka unaanza kutetemeka. Inafika wakati ardhi inatetemeka, mbingu inashtuka. Huyu ni nani ambaye anaomba usiku na mchana? Mbingu ikashtuka. Ikasema tutafunga mvua miaka mitatu
walikuwa na stamina kiasi gani kuomba mpaka Mungu anasema hivi, nafunga mvua miaka 3 na miezi 6. Maana alikuwa na stamina ya kutosha kukaa kwenye maombi. Wanatheolojia wanasema kuna wakati alikuwa anaomba mpaka sugu za miguu zilikuwa zinamtoka. Wengine wanasema huko aliisha kabisa, ni karibu mbavu zinaanza kuonekana. Maana alikuwa na mifungo mingi. Usipojiteza mtumishi wa Mungu, huwezi kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndana moja kope zimekaa zile feki ziko hivi. Anataka mwingine hivi. Kucha zake zimenyoka hivi. Tuimbe, tuombe, tukuze Mungu. Kwa kweli hapo. Ishi hapo. Nani atabadilisha mazingira? Hakuna ambaye anaweza kubadilisha mazingira zaidi yako wewe. Bwana asifiwe. Amen. Huko nchini Marekani nilisoma historia moja ya mwanamke mmoja anaitwa Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman aliwahi kusema, ilifikia wakati alichoka na maisha. Akaangalia juu, akaangalia anga. Alipokuwa anaangalia anga, akasema, Mungu, mimi sina kipaji kama watu wengine. Mimi sina uwezo kama watu wengine. Ila Mungu, nakupa mwili wangu kama sadaka. Alitumia Warumi sura 12 mstari wa 1. Itoeni miili yenu kama dhabihu. Akautoa mwili wake. Anatamani Mungu aisimike nchini Marekani. Akafunga. Alikuwa anakula pale ambapo anaona njaa. Alikuwa hajui, yani alikuwa hajui kwamba Mungu atakumbuka nini. Aling'ang'ana kama hana. Akapoteza umbile lake lote. Alikuwa ni mrembo. Alipoteza umbile lake lote na sura yake ikabadilika. Hali anang'ang'ana Mungu amuonekanie. Akatumia gharama. Naomba kuna wakati walikuwa wanasema alikuwa akipiga magoti masaa 6 kwenye maombi. Analia Mungu. Machozi yakatoka. Mungu Catherine Kuhlman amebadilisha historia ya Wamarekani wengi, wanawake na wakenya. Haleluya. Ukisema mwanamke wewe hauwezi kuna mwanadamu huyu aliwezaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.